unatesa mwili, kichwa kutwa kufikiri, hivi una nini moyo? Hivi Baba Mwajuma, ni lini utajali uwepo wangu kwenye maisha yako? Unajua mwanamke akiamua kukuzalia amejitoa mwanga kwenye maisha yake kwa ajili yako. Peggy, mahusiano kwangu mimi na wewe ni mtoto tu na sio kitu kingine. Kwa hiyo kipindi kila wakati unakuja unataka kuanza mahusiano na mimi, ulikuwa unandanganya tu na sio kama ni mapenzi ya kweli. Peggy, siku zote huwezi kula mkate aliyakome kakamaa. Yale alikuwa ni maneno tu vilenishi. Na mimi unanielewa. Kwa hiyo unaamua kuniambia maneno kama hayo. Unajua ananumiza kiasi gani? Hivi wewe, muonekano wako wewe na mimi tunafanana? Unajua kabisa ni jinsi gani mimi ninavyokupenda Kim. Ni tamaa tu za kimwili. Naingia ndani. Mpaka nikitoka, wewe umechakata mbarika zako. Kwamba hivyo sio vitu vya kuulizana. Unajua jinsi ninavyokupenda. Mambo. Poa vipi? Safi mzima. Niko poa niambie. Samahani. Naomba nipe muda wako niweze kuzungumza na wewe japo kidogo. Nakusikiliza. Sawa. Unajua wewe ni mwanamke mzuri sana. Na sidhani kama kuna mwanaume yeyote aliyekamilika akikuona unapita anaweza akaacha kukuita. Na huenda naweza nikawa nimeshaizunguka Tanzania nzima na bado nisibahatike kukutana na msichana mzuri kama wewe. Nisipoteze sana muda, ila ukweli ni kwamba moyo wangu unaniambia kuwa nakupenda sana. Mawazo yangu, hisia zangu zote zipo juu yako. Na nadhani kabisa kama si wewe basi hayupo tena mtu ambaye anaweza kuwa sahihi kwenye maisha yangu. Nakupenda tafadhali. Umemaliza? Kwa jinsi ulivyo mzuri, hata kama ukiniambia niongee mpaka asubuhi naweza kwa ajili yako. Wewe kaka, kwa wanawake wote wanaopita hapo unasimamisha au ni mimi tu? Hapana. Binafsi kama ningekuwa ni mtu wa kusimamisha kila mwanamke anayepita hapa, basi hata hapa ulivyofika usingenikuta peke yangu. Ila ni wewe tu. Sana nakwambia ukome. Umenielewa? Yaani nikipita hapa njiani ukae mbali na mimi kilomita 10. Jana nakuomba usinifuatilie. Tumeelewana? Kwamba huna hadhi ya kutembea na mimi. Upo lakini saa niko salangu hapo wapi? Salangu mimi kukupenda. Okay. Pengine labda basi ni kosa langu kwa ajili ya kukufuatilia. Please naomba unisamehe. Lakini japo kidogo tu ningeomba jaribu kujali hisia zangu. Sawa.
Tena wewe tuheshimiane. Tena koma. Asa ujaribu tena. Dorin. Niambie. Kumbe unaishi hapa? Yeah, naishi hapa. Ndio Dorin. Nilikuwa na shauku la kuonana kwa muda mrefu sana. Kwa nini? Nilikuwa na mambo mengi sana kuongea na wewe. Unajua Dorin, wewe ni mwanamke. Na sio mwanamke tu kwa sababu umeumbwa kuwa mwanamke. Una sifa nyingi sana za kuitwa mwanamke. Nahitaji ukaribu wako kama utojali. Ila kwa nini mimi? Ndio, nina imani. Na imani yangu inanionyesha wewe ni mtu sahihi kwangu. Sawa. Kama rahisi mimi sahihi. Karibu kwenye ufalme wangu. Sawa. Fine. Basi cha kukwambia. Karibu kwenye ufalme wangu. Bye. Safi. Unampenda? Amenivutia sana. Unamjua mwanamke? Hapana. Pia nadhani anaweza kuwa mwanamke sahihi kwangu. Hivi. Neno la kupenda unahisi linaweza kutumika mahala popote pale, si ndio? Una maana gani kusema hivyo? Okay. Kwa siku utakuja kugundua maana ikiwa muda umeshaisha. Kwa hiyo endelea. Bwana mapenzi. Onekani. Peshi tu. Unampenda? Nani? Huyo anatesa hisia zako. Ndio. Unajua? Kuna vitu ambavyo unaweza ukaficha, lakini sio hisia. Kiukweli nampenda sana yule dada. Una nyumba? Sina. Una gari? Sina. Una pesa? Sina. Mimi nikushauri tu. Tafuta kitu ambacho wewe huna. Na isiwe mapenzi. Blaza bwana. Lakini na mpenzi naye pia sina. Mapenzi hapo tu. Sawa. Kama huna nyumba, huna pesa, huna gari, kwenye mapenzi utakuwa mpenzi mtazamaji tu. Mbwa wewe. Tafuta hela.
Bakari. Poa mzima? Mzima sio. Pia niko poa tu. Uje Bakari. Mimi kuna jambo nataka nikwambie. Au sikiliza. Ila naomba usikasirike. Uje mimi nimetokea kukupenda sana. Mimi nalielewa hilo. Kwa sababu hata nchi yetu ya Tanzania tunaishi kwa furaha, amani na upendo. Au ulikuwa unazungumzia upendo gani hapa? Hamna. Mimi nikimaanisha huo mpenzi wangu. Hapo sasa ndo nakuelewa. Lakini mimi kwa sasa siko tayari kuwa na mahusiano. Kwa nini? Kwa nini? Ni maamuzi tu. Kwa sababu naona hata muda wangu bado hauruhusu kuwa na mahusiano. Nakuomba. Nisikilize nikwambie. Umekuja kwangu kwa ajili ya kuomba jambo. Na kwenye kuomba kuna mawili. Kupata au kukosa. So unajua mimi ninajibu gani kwako? Ila naomba unifikirie basi. Haina haja ya kufikiria. Kwa sababu mimi mwenyewe binafsi sihitaji kuwa na mahusiano kwa sasa. Jaribu bahati yako labda kwa wakati mwingine. Bye. Najua la kuchwa kuna watu washakula matukio huko. Unaweza kuniambia nini kinakuuliza? Ni mwanaume ambaye aliniringa. Hana mapenzi na mimi tena. Na hata matumizi aliyokuwa ananipa, sasa hivi amekata anipi tena matumizi. Hivi una akili kweli wewe? Amekuachia kibegi cha mgongoni. Mapenzi hana. Huduma ya kusuasua. Bado unamlilia? Una miaka mingapi? Na miaka 15. Kwa hiyo kabumbu imelianza na mapema mtoto. Sijui ulijikuta Messi, sijui ulijikuta Cristiano Ronaldo. Fundi kabisa. Siku hizi unatolea machozi. Watu tunakusaidiaje? Yule mwanaume mimi bado nampenda. Umeshika kidato cha ngapi? Cha pili. Cha pili. Ha.
Yaani hiyo baraza hii ushetia mapi. Toka. Ndio nimekuelewa. Ndio ondoke sasa. Naona kama kijio shakitia mavi. Kweli dunia sasa hivi 5G. Yaani mpaka Wewe Nikuhusu babake mtoto kaka. Mimi nampenda. Alafu maneno ananitolea. Mimi sijapenda. kwa hiyo Kimu ndo anasababisha unalia. Ndio. Sasa wewe unavyomwangalia unaona anakupenda au ndo unampenda wewe tu alafu yeye hakupendi? Anipendi. Okay. Yote sawa. Mimi nitaenda kuongea naye. Lakini asiponielewa, mimi mwenyewe unanijua bila shaka. Kitakachotokea tusije tukalaumiana baadaye. Si unanielewa? Nenda zako ndani ukapumzike. Sawa kaka, leo usisahau kumwambia. Umekula? Bado. Jamani Dori. Wewe ni mwanamke pekee sana. So sometimes mpaka najiuliza sijui kwa nini tumechelewa kujuana. Kweli? Au Solo anasema kila jambo na wakati. Na wakati wake ndio huu. Nasi nimekuwa tofauti sana sasa hivi. Umeanza. Sure. Cause hata nikivile mtaani nasikia watu Kimu sasa kama mtaani. Sitakucheka. Kweli bibi. Sitaki bana. Kuna mipango mingi ambayo tumepanga. Naelewa. Cause ila nahitaji uvumilivu. Unapopata kuvumilia. Sababu mfumo wangu wa maisha unaofahamu. Dori. Ndipo tofauti sana na wanawake wengine pale mjini. Ni kweli lakini usiamini sana kila kitu. Na maanisha akili yangu iko created juu hicho ninachoambia. Sijamaanisha hivyo. Nafikiria tofauti. Kumbe. Iko hivi mpenzi wangu. Sio kila kizuri basi ukahisi ni cha thamani. Sawa. Kifupi choe kwa makini na mambo yako unafanya. Jua tu na mpenzi wangu dogo ananipenda na mpenda tu nafanya hivi. Yaani usiharibu. Hiyo ndio usia wangu. Nadhani kwa upande wangu
kila nitakachoombea ni sahihi, kwa sababu mwanaume amepewa daraja kubwa sana katika misingi ya kiimani. Kweli? Tofauti na mwanamke. Na ndio maana hata vitabu vya dini nimesema tuishi na nyinyi kwa akili sana. Kwa sababu uvumilivu, nafsi ya matamanio, vitu hivyo ni vichache sana kwenu. Kila kwenye wanaume 10 mwanamke anakuwa na hisia za kutamani wanaume wawili. Kwamba kwenye wanaume 100 unajua mwanamke anatamani wanaume 20. Sure. Kweli? Ila isipokuwa kizuri ni kizuri na chenye ubora ni bora zaidi. Tuone. So kwamba una uzuri wa kushinda hata wanawake wengine. Ila uzuri ni pambo tu kwa mwanamke na kumvutia mwanaume. Ila mwanamke bora ni yule anamsikiliza mumewe na kujali hisia zake na kujali maamuzi yake. Bwana, tukunasifia sana. Nitakuwa na bisho kubwa. Karibu. Asante. Habari yako? Salama. Tamani. Hivi nimemkuta. Yupo. Mambo niitie mara moja. Sawa, nakuja. Baby. Babe. Kuna mgeni wako. Hivi unajikuta nani kwa mfano? Wewe unataka nijikute mimi nani? Au sio? Unajibu tu vile unavyojisikia. Ushasahau kabisa ni kuhusiana na dada yangu, si ndio? Kisha kwa hivyo, wewe kwa unasemaje? Wewe mdogo wangu unajua ile? Sikiliza. Naomba nikuulize swali moja tu. Udoma alikuja kunifungulia hapa ni nani? Wangu mdogo. Unawapishanisha tu mademu na dada yangu, si ndio? Sasa sikiliza niwaambie. Yaani katika makosa ambayo umewahi kuyafanya, ili hapa ni kosa kubwa kuliko. Nitakuja kukifanya kitu hicho ndio utaamini kwamba Masingida family hatupoi kiasi gani. Si unanielewa? Sio kila ukionacho ukazane ni cheupe. Au vile ni vyeusi vitakuchafua. Unaiona hii sura hii? Wewe unchukuliaje kwani mwanangu? Namwona